jinsi ya mwaka mpya tumeanza. Na Biblia imetuambia vizuri. Unapojua kitu inayokuleta hapa, najua umeipokea vizuri. Na unapojua mwaka mpya ni nini, najua imekupokea vizuri. Lakini kama hujajua umeipokea vibaya, hii mwaka imekukaribisha vibaya au vizuri. Ukijua maana yake, kitu imefanya Mungu amekujalia, amekupenda wewe. Kwa watu wote dunia mzima, kuna wengine wamekufa, kuna wengine wamepata ajali, kuna wengine hawajijui mahali waliko, wengine wako maoni. Wamesikia hapa vijana wetu ndio wanapigana sana, wengine wamekunywa mapombe, wengine wamechezea kwa babu. Pia ni sawa, ni kipaji. Wacha mtu acheze bila nataka na Mungu atamlipa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati anapocheza sauri yako. Siasa nayo inafuja. Oparamu kuno gaho kusichaka leo. Kare moja. Basiji ndre. Hata wao Mungu badamu na choki na. Hayo kanye. Bwana asifiwe. Wewe musomesha hii miaka na saidi yara ndanga kusa tena mulero agwero. Nuuni afuirwa salaga hatamia chirani. Na ndaba likaliya. Analo kuna kikatwa po hajire hawena. Bwana asifiwe. Sasa angalia jinsi vile Mungu amekupitisha mwaka ulioisha na tena huu mwaka unakujaje vile kitabu imesema. Tuanze na kitabu cha Mwanzo. Unajua Mwanzo moja. Wakati Mungu alipokuwa anaumba dunia, ndio sasa tunaumba leo. Leo tunataka kuumba upya sasa. Ni nini ambacho tunastahili kufanya? Bwana asifiwe. Wakati Mungu alipoumba dunia alikaa vile wewe sasa ulikaa kuanzia Januari mwaka ulioisha mpaka leo Disemba. Sasa Mungu anasema hebu soma. Kitabu ni Mwanzo 1:1 Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ilikuwa imetulia juu ya uso wa maji. Wakati huo kila kitu ilikuwa empty, ilikuwa haipatikani. Lakini Roho ya Mungu nayo ilikuwa imekaa juu ya maji. Inasema Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaamrisha sasa. Leo kocha Januari ubuibi bosi udonge. Ni harabo dari nisilisinha sidonge silima. Mungu akaiona nuru. Adola pangaza ya kuwa ni njema. Ni nda hii. Sasa unalela kuliwa. Ndio bali ndoka sasa hivi. Na sasa hamulisha karudi bali andoka. Si alafuya. Esirima sibere nisi kibera kuwe wewe nyanja harusiano si alafuya. Sasa wewe amulisi alipi yeye. Endelea. Mungu akatenga nuru na giza. Akatenga nuru na giza. Na atenga sirima nende ubulafu. Na bolari basi. Esirima sifanana ngiko lobe abana siba dokenge so. Esidere naye abakini balayi akinenge sidere. Sidere sio sibantu bose bafanana haro bantu bose bahokoka. Saida bantu bose bokoke. Ngakuri muno bose kuje kufanana kandi kuri billahi kuri batakatifu lakini sio sirinde kasa. Endelea. Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana. Ikasema na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku moja. Yosi yamu lisenya ngada yosi wa sidere nesiro yosi bainya ngada. Ngaharuko hamu lisibwa. Yasaya wala kwa hindri, kwa kosane, kwa tunduwane, mwaka kukwe harunya saya mulisa Januari. Kare moja elo abere chusi ni karibu ni mundu adonga mo harol reka kinrenya sialo undi orabere na rokoka reka tie kine inganganya saya donga sialo buya haronga asu donga uchakolo abwere harusa eva runi siyaka kabisa simukinanga mwaka kwa ndipo hola sasa ndi mundu akina alina hola mwaka ulile kwa hola mwaka ulina harubu ni mundu arahaka sai mari na akinaka akai sendele. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji. Likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini. Haruna sasa tengani sasa bindu bitengana. Hera ani cha musingi. Yoda sawa hali tufusuda chine. Yakobo nini wanzo chine cha soma sawa. Bwana asifiwe. Na Mungu sasa amesapa kila kitu, ametenga kila kitu imekuwa kwa hali yake, ndio vile sasa tuko. Nimesikia hapa ndugu amesema sasa ameamrisha padri akuja abariki mali yake. Sasa Mungu ametenga kila kitu, ameumba, akaumba dunia, akaumba
Bulisino binadamu no soma imbere ngada byabice. Binadamu no aberwa mwisho. Wa bebere Nyasaye no ngwa mwisho karo umujinga unomukesi ukiramo. Oyo no Nyasaye abarikiyola mwisho nalumba. Ulibo handorangira mundu kulongwa. Ingulu yarangira mundu kulongwa. Inji uharangira mundu kulongwa. Bulisino sololanga bino ati ngombe orukayo yose yarangira binadamu. Ata kibere misala Nyasaye ni amuri sia bindu byabice sabiro. Yose yarangira binadamu wala sina. Harona alumba mundu kumufano kwani haroni omubi kabisa owa yalunga ni ebitendo byosi bifanana harukule hakucheo chindei bola ndiye abulu wa mzee habola abulu wa Hassan umuhongo achaba atishe bilimo kai soma Mwanzo ine kubwa ndogo moja inasema Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba. Adamu bamu blonga musialo haro Adamu yamanya Hawa muhani musi kaswai nani uleida ni abolanye aba bona barwechinda baho mwinda muno aya ndugu abolangari ohaire ndugu emyaka 18 ndugu mwana emyaka 18 mosi ni ndani noroshieko endelea nasema akamzaa Kaini akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Amepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Anasema akaongeza akamzaa ndugu yake akazaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo. Ndio huyo akachunga sana. Na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Huyo akakuwa mkulima, Kaini akakuwa mkulima ardhi. Yari mribisa sawa. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Kaini akaleta mazao ya ardhi. Vile ndugu sasa ni wakati ulete mazao yako. Usikia vile wanasema. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Akaleta mazao ya ardhi kwa sadaka ya Bwana. Haya endelea. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Habili naye Kaini akaleta mazao ya kwanza kwa vitu ambavyo amefuga, mabuzi, mang'ombe, nini hongo abonali saka ro jerisa wadi. Kunya saibwa hapo wale ulibaku lubeche bakubariki ya wepange bila yora reka bantu kwa urubeleza ka 50 bob. Hakuna 50 bob nyaseto baliya kiachi baraka chakane de 50 bob choinishe neo cha momo mwirondi lo cha shilingi 1000 na urubeleza 20 bob hata chiranyano kurusha kurula ebonya saa sifu inyasa mirimo karoe pange ngababona endelea. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Habili naye akaleta wazao wa wanyama wake wa kwanza. Alikuwa nani? Huyo endelea. Na sehemu zilizonona za wanyama. Biliani bisrosiro. Ebi Nyasaye harada kuburia. Hii mwaka lazima uletee Mungu masao manono ndugu. Ewero roho Nyasaye na kubarikia no chire mulia. No nyola ilifu tengai mia norakano. Saibe chuka ba unifungo la 10 ngori banga bapanga. Orao sidu siakana nende mapato kanyasaya huwe changa. Ndio vitu ambavyo tunafaa tufundishe watu wetu wa kiroho wa moyo wa Israeli. Hawajui kitu inaitwa kujitolea kwa Mwenyezi Mungu. Hawajui kujitolea mapato. Ni nini ambao unafaa utolee Mungu? Ndio Mungu abariki mali yako na bariki mazao yako. Na bariki nyumba yako. Hata unapotoa vizuri, Mungu atakubariki na atatoa mwanga katika nyumba yako na itafunguliwa. Bwana asifiwe. Amen. Endelea nasema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bwana akamkubali Habili na sadaka yake. Endelea. Bali Kaini hakumtakabali. Na Kaini hamkukubali hiyo sadaka yake aliyetoa mulimi. Na wewe nimesikia habari baina umo kunya. Ndio ndio church na barama konoka ikwani na bandari sinoti ya kanisa ndio ndio kwa na ndonya. Anaweza kufungua kwa dorana. Na sasa sina kwa hiyo ndio na kwa hiyo ndio. Ochano ndio ndio kubera pasamu korera na sasa ndio chibiri. Na sasa kasika ya arudi ndio bisume. No mumwi na yeye ndio tusabe ndio mafahamu sana. Na usokora msala kubera haufanye yani makubaliano ambao mlikubaliana na Mwenyezi Mungu. Nitamtolea saka yake na nitamtolea madhabahu yake. Wakati huu tunataka kwanza mwaka mpya. Tafadhali jitolee kwa nafsi ya moyo wako. Toa sadaka kufuatana na vile Mungu amekufungulia kazi yako. Na vile unaangalia njia zako. Sasa hivi tunataka kwenda shule. Tunataka kupeleka watoto shule. Pesa ambayo utapeleka huko ni nyingi. Na sasa unasema wewe ni maskini. Wakati wanapoanza kuiba hapa toa sadaka. Uitende shilingi 10 na wala hailifunusa huko. Na sasa chokulana sakirura. Ndio sababu maisha yako haiwezi kubadilika. Kila mwaka Januari
Chimosi akola. Amejitolea, anajua vile ananena na Mwenyezi Mungu wake. Bwana asifiwe. Ndio vile huyo Abel na Kaini walitoa sadaka zao, lakini kuna mwingine alitoa kubwa kuliko mwingine, ndio Mungu akambariki. Ukiangalia hiyo Biblia inasema alifika mwingine akakasirika kwa sababu ule amebarikia, akaua mwenzake. Kati. Bwana asifiwe. Tabia zenu ndio zinafanya kuua mtu, sio lazima ati vile alimuua. Hata unapofikiria mtu mabaya kwa tabia Mungu amembariki, hiyo tayari umemuua. No roho swifu ekulo esengenda makunda menenge enda makunda haja kera makunda haya ndunyola ndugwange ulia ndugu nani ndugu Mikaeli sio wewe bende nyola ndugu bende kitoko akuire sesha dia 5 amira ho zwi no ai haro ko sauno oko kona samachi habende pikipiki na sinuma na sayo huyo mwenye hati leo afuya kama pikipiki yo msukana na acha ni bariki ababe lesia. Bwana asifiwe. Mungu ataangalia, anasema huyu tabia zake ni kuacha tumfinyilie, na atalaani njia zako, atalaani nafsi yako, atalaani nyumba yako, na maisha yako haitabadilika. Bwana asifiwe. Atafanya nini? Nori ni chuki. Badilisia chuki saa hii ndio kuchaka jenwa. Kama una roho mbaya, kama una roho ambao huwezi samehe wenzako, kama una roho ya fitina, kama una roho ile ambao wewe ndio unataka yako ifanyikane na ya mwingine haiwezi fanyikana, badilisha. Na unapobadilisha Mungu atakubadilisha, na atajua nafsi yako, na atajua wewe ni nani, na atakuokoa. Wacha kukua dikteta, wacha kukua mtu ambao haubadiliki. Amina. Ndio makupora yao wewe ndako haruke sindi ache. Yaani sio ndaka wake raki, sindaka ni gerako. Kufuimba mkongo kuli kwa zasada hakibidi. Wanafuimba fuimbia, unajifimba fimba nini? Bwana asifiwe. Amina. Anakujua. Anajua maisha yako. Anajua vile unakaa. Anajua vile unaweza badilika. Jiulize, ebindi bya ndamwere mana, ndahindre msharati, ndaberenge, na sasa badilisia tabia zenu na runamu. Honye kusiusi. Mbeko ngabantu bani. Lidala yangu libeko lile. Ndego la bana banana babu hivi. Bana bakubania. Watoto si wazuri, hawataki kusoma, nia yao ni mbaya, mateso yako ni mbaya. Mungu nisaidie. Nikae na watoto, niongee nao ili waende shule, wasome vyema. Siku moja mmoja atabariki mwingine. Lakini hautaki wewe vyako tu. Yewe daktari si nyumba yao. Mwana nao na soma nao hanuwe fumi sia. Ni wao ndio naisoda. Ni wabona bali arama kwesero honi ndo haya. Utakasa yao. Mungu atakubariki, watasoma vizuri na hakuna mtu atapata kazi. Kwa sababu wewe unajitakia vya. Inyangu hicho ndio raundi na hola ikanda hii. Ngobulole oyofa na aliaje. Oyofa no la manga aje. Wachana. Bwana asifiwe. Amen. Wachana kabisa. Mungu atakuokoa. Isaya 60. Nasemaje? Nyembe leo kijiji. Usiwachie shetani. Mungu akikupatia jawabu, shika hiyo kazi. Mungu akikupatia mhubiri, shika hiyo kazi. Mungu akikupatia kufundisha watu wa Mungu, fundisha. Mungu akikupatia kuombea watu, shika hapo. Wacha kubadilika. Wacha kujiringa. Kazi ambayo Mungu amekupatia, shika na mikono miwili. Siku moja Mungu atakutetea. Amen. Soma inasemaje? Kitabu ni Isaya kubwa 60 kuanzia penyewe inasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Ondoka uangaze kwa sababu nuru yako imekuja. Wakati unapoondoka kuangaza, nuru yako imekuja. Mungu amekupatia nuru. Uangaze mbele mahali unaenda. Tuanze mwaka huu Januari. Wacha kuangalia maombi ikifanyikana, msemaombi ni wina. Msemaombi kwanza ndio unajitaji. Wakati wanaposimama hapo ukipanga maombi, angaza. Nuru yako itoke. Shughulika na maombi. Kwa karibu.
saa hii, maneno ambayo Mungu amewatoa juu ya mwaka ambao tumepita, vitu ambao wamepitia, lakini Mungu amekutoa katika hiyo. Huwataki kuangaza mbele mahali Mungu anaweza akakupeleka. Toka uangaze, nuru yako ifanye nini? Yangaze. Endelea. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia. Utukufu wa Bwana umekushukia, kwa maana giza itafunika dunia vile imefunika tarehe 1 na tarehe 25. Giza imefunika dunia. Wakati ulipoenda Port Town, wakati ulipoenda Maringa, mifano ya watoto ambao walikuwa wamefaa, wazee na watoto na vijana, sitaile walikuwa unajua giza imefunika dunia. Endelea. Na giza kuu litazifunika kabila za watu. Giza kuu litafunika kabila za watu wote. Endelea. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Utukufu wako utakuonekania juu yako. Kaa chini. Mungu atakuonekania wewe na utukufu wako utakuonekania juu wako. Bwana asifiwe. Amen. Jiulize, mimi ni nani? Esidi wewe nani? Hata mbunge usije na kusikana. Hata wewe kwanza, wakati unapofanya kazi ya Mungu vyema tu na umejitolea na huna tabia mbaya, hauna nia mbaya, wakurugenzi hata serikali itakuja kukuinamia na watajua wewe ni nani. Lakini unapofanya kwa matendo mabaya, hata hivi ndio ulikongo sisi na kumanya. Hata singo kwa yao kwa sila kumanya, na maana kuna kusiru, kuna kwa hata ndio hebu chamka nisijui huyu gani. Hata somo nao wibuli sana manya mununa isino Mungu akwera awe tukatani pasa. Hata ni mama. Tabia zako zinapokuwa mzuri, Mungu atakubariki. Zikikuwa vibaya, laana ni kwako. Jiulize, mwaka huu vile imekuwa, tena nitasumbua walimu wangu wa kanisa, nitasumbua wachungaji wangu, nitasumbua mapastors wangu, nitasumbua mahubiri zangu, nitasumbua watu wangu wanitaponiambia tufanye hivi, nitasumbua mweoga roho yao basi kurudia kufina mwesenda kudakinga okelo kukoe mwesi atana na ibisi na wao mlango wako nyangasa yewe wao mlango wako mbisa nyangasa hata malamu ni malanga mweso kitana mbona kao ni konsera kwa muhimu eti bakula wewe bali wanga. Bwana sifiwe. Tubadilike sisi zote, tuangalie nia zetu, tuangalie upendo, tuangalie nafsi yetu, tupendane. Bwana sifiwe. Mungu ana maisha yako na anakuangalia. Ndio sababu yeye yuko juu mbinguni na miguu yake imekanyaga chini. Na akasema ujinga wake ndio unatosana na akili zetu zote. Oparono mulusi. Sini Nyasaye. Nyasaye akulingana ngolu okula, ngolu oba. Atu mwana muli nanga achaka ngakula ngasingira ngaba. Mwana oreka rarangi atangina na mulanga sanyala anaka nini. Ata kanisa jawote. Umwana yere kandida yabo arangi sanyalo mukeraka, nyina sanyalo mukeraka, muli swaya sanyalo mukeraka, baoja nwari kwachaka. Orino bateri yewe kata pastor wae kata bishop kata padri. Ona mukeraka bure. Hakuna kitu utamuambia kitu abadilike. Sasa nia zetu na nafsi zetu tujiangalie, tunaenda wapi na tunatoka wapi. Hii mwaka mpya tutafanya nini? Saa hii harongo chui hade munyu mbao. Ukwane black hole. Nende musa chao. Ukwamisi nyumba sinu. Ulikaro baba. Umwaka kwa bwero mwenye kuka namba 1. Kwanyekane sana. Saa hii harongo na kanda kudali na switi. Hili maisha kabeho tofauti. Bwana sifiwe. Nenda halala ngandugu nende dada wale wasina chonde. Anadako baba nende mama balangana. Nini samwana fulani. Nina fulani. Lakini ukule Januari, wamenyanyua fimba mara mpaka katika mandasi. Mzee yosi tisa achie paga na chapati. Yali tu bahari umanda muda. Bamba umundu wachakana na mundi. Umundu wachakana ndo musa achai ndo muhasoi niba habukana ukanisa. Kunu wakana ndugu nende dada niba chaka. Undi niye nyako menu. Lakini munyumba ulimundi amenya sura ya kuesamania. Afanana mki ndugu yose afana kulu. Awa mundu wajano sababu pesa sikuru fees baya hola ndo mukasha nacho amanyiriza ndugu niyo nayinya kubera ndugu niwe bula na esiye bula. Bwana sifiwe. Kubera nacho de hapo harokae naka ndugu nuicho kuyinya mwana Nyasaye ane hala mjanga wewe panganga mumusacha bonona inyanga sikuru fees yo mwana na kuhala mwe mwose mparani musabale selikiru
Kuna Januari. Mwe chama kwa senda moyo. Mfunyana. Hebu dada asimama. Ule dada semeji yangu yuko hapa. Mlango wao hichi. Bwana sifiwe. Amina. Huyo semeji amekaa nje miaka 9. Watoto alioacha walikuwa chacha, lakini Mungu ameongea naye akasema rudi. Lakini sasa amerudi style mbaya ambao inafaa muombe, ndio sababu amekuja huyo semeji yangu. Huyo ni semeji wa ndugu yangu Kitinda Mimba. Alizaa watoto wanne nyumbani. Sana wakubwa, msichana mwingine hapo form 3, wengine ukimwangalia mwili wake anaweza soma hivi. Lakini Mungu amemrudisha style mbaya. Style ambayo amerudi nayo ndio sio style alienda nayo. Ni style ya pombe. Sasa amerudi amekunywa akikunywa anatokana kabisa. Nakuwa na vita. Na jinsi nilienda huko nikaongea naye nikamwambia rudi kanisa, kuja kanisani wakuombee hiyo shetani kutoka. Bwana asifiwe. Amina. Nisikia amekuja. Tafadhali msaidie huyu mama. Huyu mama alikuwa na akili na bwana yake sana. Alikuwa anafanya vitu vya ajabu hapo nyumbani. Lakini nilisangaa saa hajijui, amechanganyikiwa. Shetani nimeweka kwa pombe, ni vita. Jinsi wewe pia unaweza potea. Bila huko hapo wewe ni binadamu. Kesho ni yake, kesho kutwa ni yako. Sasa bila ameamua kukuja, mimi nasihi wa mama, mkae na huyu dada. Mama daktari, mtembelee huko nyumbani. Yeye ndiye amebaki hapo nyumbani. Mumsaidie kimawazo. Wale ambao walikunywa pombe zaidi, muende kwake. Mumsaidie hiyo mawazo. Najua atabadilika na atalinda watoto wake. Bwana asifiwe. Nashukuru bila amesikia akakuja. Shetani ya pombe, ora wako samala ndio haona. Lakini wabida wangu wako sakweli. Wao majira bana ngakolanga bana. Ora ni mani bana. Huyo mwana kanyano kira wako lesinu sibi watu wanyake tirani wao kusomea. Hata watu kusomea, hata wale kama amwe mwenye kukorana ndako. Mchuni makurema mkanono wanyekere wale habakori iwe. Bwana asifiwe. Sasa tumsaidie, ameamua kuja mbele zenu na najua nyinyi ndio mtafanya Mungu atambariki. Hiyo ni kondoo ambao Mungu amelizalia tarehe Januari. Mwezi wa Januari. Na waokoe kuina tarehe hiyo. Sema onda wale roho yangu. Na osi uchobo lako orere. Uchobo lako orere funda mwaka kulima kujake. Bwana asifiwe. Paulo moyo wangu ora no mala mwezi aliorera kundi wose wakola kwa fulani arere. Wose rera kwa wasi. Bwana asifiwe. Aliyesikia